Kiukweli nashindwa kufahamu ni kitu gani ambacho kilichokubadilisha, kwa sababu kila kitu ambacho ulichokitaka nimekupatia. Vitu vyote ambavyo ulivyoniambia nikununulie nimekununulia. Sasa nashindwa kufahamu, yaani nashindwa kukuelewa yani. Amos. Amos. Upo sawa kweli? Nipo sawa. Sawa, kama upo sawa. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Siku nikija kugundua kwa kitu ambacho kinachokufanya uwe hivyo na mwanamke, hiyo siku nahisi ndipo utakaponijua mimi upande wangu wa pili. Nafikiri bado hujanijua vizuri. Kuwa makini na mambo yako unayofanya. Karibu. Asante. Samahani. Kuna mzee nilikuwa namuulizia. Nimeelekezwa naishi maeneo haya. Anaitwa mzee Jambwale. Sijui utakuwa unamfahamu. Mzee Jambwale? Mimi simfahamu, lakini hata hivyo mimi ni mgeni. Lakini mbona sikuwahi kusikia jina kama hilo? Basili eh? Bila shaka ni Mary. Mimi nakukumbuka. Basi asante sana. Acha nimtafute huko nyuma, huenda anaweza kunipata. Sawa. Karibu. Asante. Hayupo. Kwa maana hiyo umenichukulia mimi mtoto sana, si ndio? Umeniona mimi mjinga sana mpaka napelekea unanidanganya. Unasema anaishi pale, yuko wapi sasa? Mbona yupo pale? Debora, mimi nimeshakwambia nitakuonesha rangi ambayo hujawahi kuiona katika maisha yako. Nitakuja kufanyia kitu afu ukabaki unanichukia katika maisha yako siku zote. Mimi naambia ukweli. Anaishi wapi? Umeona maneno yako eh? Mpaka Shua ameondoka. Sasa naomba nisikize kitu. Yaani ikitokea nalopoka tena, nitakuadhibu vibaya mno. Na utakuja kunichukia katika maisha yako yote.
Sasa naomba unisikilize. Mimi natoka. Naenda kwa Mshenga. Naenda kuzungumzia swala kwenda kumtolea kusema. Nani? Sikia basi, nakwambia ukweli. Amosi anaishi hapo. Kweli kabisa. Na kama umekuta mtu mwingine, basi labda itakuwa ametoka au amehama. Naomba unipe siku moja tu ya leo. Nifuatilie kama amehama au alikuwa ametoka. Naomba tu siku ya leo. Kia kesho nitakupa majibu. Naomba kwa hiyo. Debora, nakwambia kwa mara ya mwisho. Mpaka ifikapo kesho. Nataka majibu ya kila kitu. Nataka uniambie ukweli wote. La sivyo nitachokuja kukufanya wewe utanichukia katika maisha yako yote. Na maongezi na Na vipi kuhubiri? Kuhusu swala la dini nishalizungumza na Malaika. Na mimi nimekubali kubadilisha dini. Baadaye basi. Sikia binti, nimesikia mazungumzo yenu yote baina ya Basili na Amos. Ni nini kinaendelea pakati? Labda umesikia vibaya dada. Mimi na Basili tulikuwa tumuongelea Amos kabisa. Alikuwa anamuulizia mtu mwingine tu. Unanifanya mimi chizi, si ndio? Sikia binti, wewe unijui vizuri mimi ni mtu wa aina gani. Usitaki nikakuonesha upande wangu wa pili ulivyo. Naomba uniambie ukweli wote kabla sijakubadilikia. Dada, nimekwambia mimi na Basili tulikuwa tumuongelea Amos. Tulikuwa tunaongea vitu vingine tu. Mbona unalazimisha? Unasemaje? Wakati nimesikia kila kitu mchukua mnaongea, alafu nakuuliza unanikatalia. Wewe binti. Nitakupasua. Mimi sio Basili, mzungumzaji sana. Mimi ni mtu wa vitendo. Naomba uniambie ukweli wote. Sawa, nitakwambia. Na mbaya zaidi, yule binti tayari ni mjamzito. Na hicho ndio kitu kinachomfanya Basili anakuwa na hasira sana juu ya Amos. Sikia binti, kwa mujibu wa maelezo yako, ni dhahiri shairi kuwa umenikosea pakubwa sana. Sikia, naomba unipeleke kwa Basili. Hapana, siwezi kufanya hivyo. Naomba unipeleke kwa Basili. Wewe, twende bwana wewe.
Mosha! Nini jamani majirani? Mosha! Mosha! Jamani msaada! Mosha! Mosha! Tayari tumeshafika. Ni pale. Ila nakuomba dada, usinitaje. Usimwambie Basili kuwa mimi ndo nimekuonyesha nyumbani kwake. Usijali. Ondoa shaka kabisa. Ila sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Sihitaji mazungumzo kwangu mimi na wewe umwambie mtu yoyote yule. Yaani nikimaanisha sihitaji umwambie Basili wala Amos. Naitwa Mary. Naomba namba zako. Naitwa Debora. Unaweza ukaenda. Hapo bado kabisa, hapo umeakanyaga hapo. Aniambia yale maneno yale ulikuwa unasema siku ile. Mzee. Wewe mzee, una kazi ya kufanya eh? Wewe mzee mwendazimu eh? Wewe mtoto wewe, hii mimba sio ya kwangu hii. Hii nimekwambia sio ya kwangu. Mimi siwezi kutembea na pimbi kama wewe. Wewe mpumbavu nini? Unaniambia mimi na mimba yako hiyo? Mimi na watu tulishamalizana kabisa. Hii kitoto kishamba hiki kichafu. Sio wazi yangu hii. Kiangalie. Mary, nimekuaje mpaka sasa hivi uko hapo? Unajua ulivyokuja pale nyumbani nilikuona kabisa kuwa haupo sawa. Kwa sikuwa na budi kukufuatilia nyuma ili kujua nini ambacho kinachokusumbua. Kijana Moses Michael, mimi kijana nimekuelewa sana, isipokuwa sasa ile familia, yule mzee ni mtu wa dini sana, ni Muislamu, sala 5. Je, atakuelewa? Na wewe ni Mkristo? Hilo nikutoe shaka mzee wangu. Unajua kabla sijafika kwako tayari mimi nilishakaa na mwenzangu Malaika kujaribu kulizungumzia hili swala, na mimi nimekubali kubadilisha dini. Usije kanitia aibu. Nyinyi vijana siku hizi mnafanya kama mna bipu. Yaani hamwendi moja kwa moja. Unataka tu upeleke barua uonekane, ukabidhiwe yule binti au mchumba wako, alafu unaingia mitini. Hapana. Shida yangu kubwa ilikuwa ni kumtafuta yule mzee. Lakini naona jitihada yangu imegonga ukuta. Sijaweza kumpata. Basili, mimi sina shida yoyote. Unaweza tu kuniambia, nitakusaidia kivyovyote vile. Hakuna kitu Mary. Na kama kungekuwepo
Mimi ningekwambia tu. Nikufiche nini mimi? Hamna jambo lolote ambalo. Shida yangu ilikuwa ni yule mzee tu. Ila kwa kuwa tayari nimeshamkosa haina jinsi. Sawa. Lakini ukihitaji msaada wangu muda wote, mimi nipo tayari kukusaidia. Kivyovyote vile. Unaweza ukanipa namba yako. Asante. Mimi naenda basi. Sawa mimi. Sasa mimi kwangu mimi hilo sitalikubali. Maana mimi naheshimika mtaani. Sawa? Hilo nikutoe shaka mzee wangu. Ni dhahiri shahiri mimi niko tayari kumuua Malaika. Na kuhakikishia mzee wangu sitoweza kutia hiyo. Bwana, hili ni jambo la heri. Na hata maneno ya Mwenyezi Mungu alivyosema, kama una mtoto wa kike akaja mtoto wa kiume akaitangaza ndoa, kwa Mwenyezi Mungu amesema hilo swala halitakiwi kuchukua muda. Na nashukuru kutokana na uthabiti tuliokuwa nao sasa hivi. Ukipata mtoto anamleta mwenzake mpaka nyumbani, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karibu sana ndugu yangu. Nisikie huko nyumbani. Ndio. Kuwa na amani kabisa. Mimi nashukuru sana. Umenikaribisha vizuri. Na hii tunaunga undugu. Tena. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba ndoa ni ibada. Tena kubwa. Kwa hiyo tunachokifanya tunatengeneza. Naamini tunayo majibu makubwa. Mazuri, yenye hekima. Ndiyo. Na mazuri kwa sababu tunaenda na mwenendo wa maneno ya Mwenyezi Mungu aliyomshishia mtume wetu. Sawa kabisa. Tarajia majibu mazuri sana kwa sababu hii tutakaa na familia. Mke wangu hayupo, kaka kidogo ametoka. Ndiyo. Watakaporudi muda sio mrefu tutakaa na familia, tutajadili, majibu hayatochelewa. Basi na dini haituruhusu chelewesha. Karibu sana. Asante. Ila samahani. Ndio. Kuulizana kwa sababu ni jambo la heri. Ndio. Itapendeza sana. Jina la mkwe wangu mtarajiwa anaitwa nani? Jina lake anaitwa Moses Michael. Moses Michael. Lakini huyu ni Mnasara eh? Ndio. Sasa nimepokea barua vizuri. Japo sijakutana na binti yangu kwa utambulisho wa hili. Kama unavyojua mzee wangu, mimi nimewalea watoto kwenye maadili ya Kiislamu. Sawa. Kweli kweli. Hebu kama kutakuwa na uwezekano. Ndio. Aka wewe umetumwa. Naam. Na kama nilivyokuambia tunatarajia majibu mazuri kutoka kwao. Ndio. Kidogo hapa kwenye upande wa dini napata mushkeli kidogo kwa sababu maneno ya Mwenyezi Mungu hayaniruhusu. Ila kama mkwe wangu atakuwa ridhaa kubadilisha dini, mimi niko tayari kwa kila kitu. Shekhe, nikuhakikishie, nithibitishe, kabla sijaja hapa nimezungumza naye kwa kina tena mara mbili namuuliza, bwana wewe, mimi naenda huko bwana, mimi mtu mzima hapa Dar es Salaam, mimi na jina, sitaki nikatia aibu. Akasema hapana baba,
baba, mimi nimekubali mwenye, nimeridhia, taslimu na utafata. Sio kusilimu tu, utafata yale yote aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema ndio, nitajifunza mimi Qur'ani na nitajifunza kusali. Basi mimi nikashukuru, na ndio maana umeniona nimekuja. Kidogo kiroho kiliniingia tofauti, lakini kumbe ni swala ambalo ushalitengeneza vizuri. Naam. Mashallah. Hilo halina shaka. Mzee wangu, Mungu akusimamie. Amina, amina. Na mimi nasema kitu kimoja. Ndio. Ondoka kwa nia moja nzuri kweli kweli, ukijua kabisa hili jambo limepokelewa kwa mikono miwili. Amin. Ila tu kitu kimoja. Ndio. Kama ulivyoniaminisha. Ndio. Basi isije ikawa aamue kubadilisha dini tu kwa muda kwa ajili ya kumpata binti yangu. Lakini mimi naamini wewe msimamo wote unaojua wa kiimani. Nina habari njema nataka nikwambie mdogo wangu. Habari hii nadhani hata wewe mwenyewe unaweza kuipokea vizuri. Kiukweli ni kwamba zile process ambazo nilikuwa nakwambia nafuatilia kuhusiana na mimi kumuoa Malaika kwa asilimia chache nimeshaanza kufanikiwa. Kwa hiyo ni jambo jema sana na ni taarifa nzuri sana mdogo wangu kuona kwamba kila kitu kinakwenda muswana. Kwa hiyo kuanzia sasa kaa mkao wa kula muda wowote, wakati wowote, lolote linaweza likatokea. Na kitu kingine nilichofurahi kwamba yule mzee ambaye anaisimamia shughuli hii pia amekubali kusimamia kila kitu na kuwa ni kama baba mzazi kwa upande wetu. Kwa hiyo hilo ni jambo pia la kujivunia. Kaka, licha mimi kukataza hili jambo, mlipambania mpaka umefanikisha jambo lako. Kwa hiyo usitaki kuniambia kama ushinda kumtolea barua Malaika. Kwa sababu ni jambo jema. Mwenyezi Mungu anachukia vitu vibaya, anapenda vitu vizuri. Sasa wewe nani mdogo wangu, kuona kaka yako natarajia kuwa mume wa mtu, uwe kwamba hauko sawa kivipi? Basi sawa kaka. Mimi nikutakia kila la heri kwa safari ya ndoa yako. Amina. Na mimi nakuombea pia upate mwenza wako. Na wewe uingie kwenye ndoa mama. Nakuchukia sana, sikupendi. Nakupa dawa kwa mara ya mwisho ili tu uondoke hapa nyumbani kwangu. Masharti ukikiuka safari hii hutanipata tena. Usiku wa leo unatakiwa ulale ubavu ubavu, utatibiwa na watu ambao hawaonekani. Najua babangu upo sahihi sana, lakini mimi naomba msamehe Mosha. Adhabu uliompa ni adhabu kubwa sana. Eti nimsamehe baada ya adhabu moja, na hiyo ndio ya mwisho. Akimaliza hiyo na waozeshe. Sawa? Sawa baba, lakini mimi ningependa tu umsamehe kwa sababu anapopitia changamoto hizi mimi naamini kajifunza. Sawa, nimekuelewa. Leo usiku tutatoa dawa, ila tu angalizo asije akakosea masharti. Akikosea masharti mtoto atapoteza uhai wake, au wote wawili watapoteza uhai wake, au yeye mwenyewe atapoteza uhai wake. Mimi nitajaribu kuongea naye na nitamwelekeza ili ukimpatia dawa afuate maelekezo yako.
Mosha, nimezungumza na baba, amekubali kukusaidia, lakini safari hii akikupa tiba unatakiwa ufuate yale masharti ambayo atakupa. Ukienda tofauti na hayo masharti, yeye atakuwa na msaada mwingine tena kwako. Kusema kweli nimeelewa na nashukuru sana, na pia nashukuru kama baba amekubali kunisaidia. Unajua mimi nakuwa mpweke sana na nimeshakata tamaa kutokana na hali ambapo vile ilivyokuwa. Nashukuru kwa kila kitu na nitamani nikuombe jambo siku ya leo. Kutokana na hali ilivyo, sitamani leo kuwa peke yangu. Tafadhali sana, naomba usiku wa leo tuwe pamoja. Moshe, nadhani unaelewa hali halisi hapa nyumbani, na unajua fika kabisa kwamba baba hajakukabidhi kwangu. Sasa nahisi hapo kuna ugumu, mimi sitaweza kulala na wewe pamoja. Naelewa vile ambavyo unafikiri, lakini si kimapenzi, lakini nahitaji zaidi faraja yako. Kwani wanamwita nani tena? Kwani wanamwita nani tena baba yako? Kwani wanamwita nani tena? Kwani huyu ni nani tena baba yako? Kwani huyu wanamwita nani tena baba? Kwani baba yako? Assalamu alaikum. Kwani wanamwita nani tena baba yako? Kwani wanamwita nani tena? Kwani huyu ni nani tena baba yako? Kwani huyu wanamwita nani tena baba? Kwani baba yako? Kwanza ana maujanja, ana madili yanamipangika, ana madili mpaka ya viwanja, atakutapeli mchana kweupe, utaanza kulia, utabaki